Sasa nikusalimie. Karibu sana Abista. Thank you so much. Tell us your name, watu wanataka kujua. Na ile kazi unafanyanga. Okay. Yeah, majina naitwa Abista. Wasichana wanaita Abi. Wasichana wanajua kila maybe lazima waweke short form ya kila kitu. Hiyo ni kawaida. Wananiita Abi photos, nasikia mtasema Abi. So most of the ladies nasikia nita Abi. Gentlemen wananiita Abista. So mimi naitwa Abista. So wengi wanakujua kama Abi. Yeah. Na sasa studio ndio inaitwa Abista. Yeah, studio to Abista Studios tuko located in Nanyuki Town. Tunakuwa Nanyuki Town. Sogla Plaza on your way to Nanyuki Prison. Sijui kama unajua Quickmart? Yes, I do. So Quickmart, ukiwa hiyo barabara ya Quickmart, unateremka ni kama unaenda Nanyuki Prisons. Kuna mafuta iko hapo ama gas station. Every time kusema gas station najua hiyo ni kitu kubwa. So niseme filling station ama kwa mafuta hapo Rubis sasa opposite kuna nyumba iko hapo ya ghorofa inaitwa Sogla. So hapo ndio sisi tunakuanga ndani that floor in that one. Now maybe do you have any other branch apart from this one? Bado sijafungua branch nyingine sahi, lakini tuna siku si mingi tutafungua branch nyingine na tufungui town, tunafungua town nyingine, lakini tutaambia hiyo time ikifika. Itafika tu hiyo time. Yeah. So nimekuona kwa career mingi kama ya politics na sasa kwa studio. Why did you choose photography over politics? Yeah, I think nikiwa shule university nilikuwa napenda politics sana. But that is the back then nikiwa Kenyatta University. Nilikuwa nasoma Kenyatta University. So like nikiwa hapo nilikuwa napenda politics because the people ambao tulikuwa tunakaa na wao, the environment was conducive for that. Sasa but photography ni passion. Ni passion. Nimekuwa nikipiga picha for a while. Nilianzia kupiga picha nikiwa high school. So like nimepiga picha nikiwa high school, wakati nilienda university nikaacha kuingia politics. Wakati sasa nikatoka high school nikakaa kidogo, nikaingia kwa mambo zingine, alafu nikakuja kwa photography sasa. Sasa like it's a passion to me. Napenda tu. Unaipenda hii kazi yako? Yeah. That's good. Kwa hii studio actually nimekuwa nikiona umepost your client, umewafuga wraps, wengine unakuja na outfit unabadilisha. Maybe customer wamekuja na sema unataka ufuge wraps. How do you deal with them? You especially wademu kwa hot. Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida. Upatane tu na watu tofauti. Na you are a man, of course. Yeah. Ndio hiyo swali nimekuwa nikiulizwa na watu wengi about labs na hizo photos ambazo huwa na post. I think White Town in Nanyuki. I think this is the only studio where I shoot labs. Then see labs too even but very professional labs. Sure. Serious na imekuwa with a lot of research. Pia mimi kama photographer niko na mentors wangu. The likes of Kapendo, Kapendo the photographer, the likes of Mike Marine, the likes of Amon from Meru. Niko na watu ambao pia tunaangalia mbele. Na ninaangalia ile discipline wako nayo. Najua kama kuna kitu inaweza moja inaweza kuangusha kama photographer ni ukose discipline. Sure. Because a discipline kila kitu inakuwa. Because najua huyu mtu ni client. Sure. Na hata mtu akiwa na shop, akiwa na duka, uanze kukula stock. Of course. Ukianza kukula stock, duka inafanya nini? Naisha. So like the same applies to photography. So like lazima kuwa na discipline, lazima kuwa very careful when you are handling client. Especially yes, kuna msichana anakuta hayuko much ile exposed to men, especially anakuja anakuta that this man ni mwanaume anamhandle, anakuwa attached to feelings vizuri maybe, but
uzuri ni ati tunakuanga na hiyo client for very few minutes. So akishamaliziwa kupigwa picha unajua ataenda. Ataenda. Ile kitu inakuanga mbaya. Ni wakati una shoot client then unaanza kumfuata na messages. Sijui najua kuna many cases maybe hata huko nje hata usikia kukwambia ati nilienda kwa photographer fulani then akaanza kunitext nini. So hapo ndio unaleta indiscipline kwa kazi na unajikuta that umelose your client because the moment your client anakuja realize that you are not interested, maybe ulikuwa interested in yako, after maybe ushapata ile kitu ulikuwa unataka, hauta proceed, that is so like inaleta shida. So mimi personally natakanga ni act so professional ikilinganishwa that I've met a lot of ladies, especially when I was in school in the university. In the university ilikuwa na population of more than 50,000 students. Now more than actually half of the students were ladies. So you can imagine the kind of ladies that we interacted with. So nilikumanisha nilikuwa at least nimekuwa exposed kwa mambo ya warembo. Sisemi ati nimekuwa na warembo wengi lakini at least nilikuwa exposed kwa mambo yao. So I think that is not an issue to me. That is a thing of my past. It doesn't matter my thing of my past, but it's a thing that I can be able to handle. Kama kuna mtu ambaye akona wale boss wengine mtu anafanya niambia nitafutia mtu niko na watu wengi sana na connect na ule mwingine. But unajua one thing about ladies napenda kitu moja kwa watu. Si rahisi upate a lady amekuapproach when unamuonyesha intentions and signals then as an interpret hizo signals zako like something you want. But if you are kama utaonyesha hizo, so it is very difficult for that lady to kukupeleka kwa hiyo maneno. Yeah. So ni ngumu sana. Aya, and again kuna kujaka client maybe a couple of course na maybe anataka kufungua wraps. How do you make that the husband of that lady to be comfortable atunamfungia bibi yake wraps uko inside? Hiyo swali ni ngumu. Hebu nikwambie hiyo swali ni ngumu, si rahisi kweli. It's not an easy question. Because that is the moment a photographer anajipatana in a very one position. Especially unapata this man anadata a young lady, but the man is aged. Ni mtu ambaye akona miaka imezonga sana. So like una feel back awkward because unajua akona bibi ambaye ni young. Alafu miaka yake imesonga na amemuleta mpaka kwa studio kupigwa shoot. Na msichana anataka kupiga picha wraps. Na wewe ndio unafunga. So na ameketi pale kwa kiti, unajua amekuangalia hivi na miwani na amekuangalia tu hivi. Kupimia. Bado unaweza huyu mtu atafanya nini, but that why sasa unapatanga kwa studio. It is very very good to kuwa na mtu mmoja mnakaa naye kwa studio. Si vizuri kwa studio peke yako. But unaweza pata mtu kuna wengine wana understand, wanajua this is job. So unakuta unajua hizi wraps tunafunganga si ati tunaona mtu ati nakedness ya mtu hapana. Tunakupeanga kitu ya kujifunika. Sisi ile kitu tunafanyanga ni design. So like hatuwezi kuona your nakedness. Ile unakuwa umejifunika, ile kitu tunakupeanga sisi ni design. Lakini unajua sasa zingine unaenda pale changing room na msaidia kufanya hiyo. Huyu ameketi huko sitting not sitting room but kwa viti za studio. So like inakuwa ngumu kidogo, lakini kwa wale wanaelewa, kama elewi na insistwa piga hiyo wraps, tunakutafutia mtu mwenye anaweza kufanyia kama you are not comfortable. Mwenye atafeel ako comfortable na yeye. About your friends. Najua kuna client wengi outside and inside. Unajuanga aje? Of course customer anakuja unampiga picha kama 10, mwingine 40. Na hatujaisikia cases ya customer kupigwa picha si zake. Na most reason zinakuanga on time. Yeah. The most important thing ni
unakuwa conversant ama unakuwa na good communication sana. So like kuna client wanakuja kwa studio, mimi nawaambia sita manage, especially mtu amekuja the same day, maybe akona birthday that day, na ananiambia I want shoot leo and I want them now. So unakuta it would be difficult for you to deliver because you need time to edit photos. So like ile kitu mimi naweza nafanyanga, mimi naambia client ile time ninaona nitakuwa nimemaliza, because I know how I work, I know the speed of my computer, I know the speed of myself. So like ninakupatia time frame, nakwambia hizi picha by kesho nitakuwa nimemaliza, ama by kesho kutwa nitakuwa nimemaliza, ama by hiyo siku nitakuwa nimemaliza. Nitakwambia if you are okay with that, now we proceed with the business. Lakini kama maybe uko na birthday kesho, umepiga picha mingi, na sita manage ku deliver by kesho, so naweza kwambia nitakutumia hata kama 3 ama 4 ya kupost, then hizo zingine nitakutumia later. So ile kitu ya issue ya kujua client, kujua client ni rahisi sana, because unajua kuna register, kuna record book. Kuna record book yenye inakuanga. Mtu akishoot picha ana record na jina yake na the number of photos yenye amepigwa na pesa yenye amefanya nini amelipa. So like utaangalia points zingine, hata tunaandikanga points za picha, wakati unaona utakuwa confused, mtu ameselect this and this and this. So unaandikanga hata points za picha, unaandika jina yake hapo, namba yake WhatsApp. So hata si lazima hata wewe utume, unakuta hata watu wa staff anaweza kufollow hiyo kitabu na anatuma picha to the respective client, because it was well recorded. Yeah. And how do your clients trust? Like maybe customer amekuja amelipa picha zake, amelipa full amount actually, then atakutrust aje utakutumia pesa zake, na maybe ni customer ko refer. Let me tell you, wakati nilikuwa outdoor photographer, hiyo ndio time nilikuwa na that challenge of that kite. Ile time nilikuwa na studio, mtu amekukuta kwa barabara ama kwa kiwanja, na juu kama atakupata application. But kwa studio ni rahisi, because that is an office, and najua that this office this office lazima ifunguliwe. Sure. So like anajua nitakupata hapa kesho. So that issue of trust is not an issue kwa office. But ukiwa outdoor photographer ilikuwa challenging kidogo. That utapata hata ungepata mtu amekupatia harusi. Despite kwamba tulikuwa tuna knowledge ya kufanya harusi, urashio, unajua hata kama nafanya bado MC wa functions. So like mtu angekuachia deposit, ilikuwa inabidi sasa uende kwa function na kuone ya kulipa, na hata kulipa pesa yote, because hata hapo sure kama atapata hiyo kazi. So anakulipa pesa kidogo, wewe ufanye kazi umletee, kuta atajimaliza pesa, ana pesa tena. Kama kwa kompyuta pale, kwa kompyuta yangu utapata kuna harusi kama maybe 15 zenye sijai kujiwa sawa watu. Hizo harusi misile mingi ni zile nilifanya wakati nilikuwa outdoor photographer. Because people don't take you serious, wakuchukui serious sana, especially to event kubwa. So unapata kulipa tokens mpaka unashindwa hata kuhandle hiyo kazi, because unajua kama sasa ni edit video, photos, ingine unaweza shindwa kuedit by yourself because you have a lot of work. So you need to pay somewhere ili hizo vitu si na experts, because wewe hautakuwa na time, zingine uko na shoot kesho kutwa nini. So I think issue of trust na kuanga especially to outdoor photographer. But if you're indoors, to an office, people wanna trust, unajua uko reliable, and they know where they get you tomorrow. Okay. Yeah. Another question is challenges the photography. Challenges siko because unajua kila busy na kwa challenges. Siko because unajua photography is a very broad business. To venture in a very broad industry, because kuna cameras serve up to 5 million. Kamera moja
Kamera moja. Yeah, 5 million. Yeah. So unapata maybe client mwenye uko naye ana shoot yangu na maybe kama Kapendo, let me say. Kama Kapendo naona kamera yake ina cost around 600,000 kamera moja, body peke yake ikiwekwa pamoja na lens na iko karibu 1 million shillings. So unapata hiyo ni kamera moja natumia Kapendo almost 1 million shillings. Kamera ile na mshoot. So unapata nayo tuna photographer mwingine naye kamera yake maybe 60,000. So the quality will be totally different. The quality of their output, the quality of the picture. So unasapata mtu anakuwa hayuko satisfied, anakuambia mpaka hii picha hii hata nazapiga na simu, hata simu yangu inatoa mzuri kuliko. So unaona so that unapata kuna challenge because kila time you need to advance kulinganishwa kama sasa unaona unahitaji kulens pesa mingi, unahitaji kukaa katika building kama hii huko. So unapata the rent hata building pia ni challenging because pia unahitaji a lot of money ikipita edema na vitu mingi sana. You need a lot of money to learn this business. Yeah. Another question, maybe ukosangi customer na kukrashia. Mostly girls, maybe wanakukrashia. Na to an extent wanaonyesha na feelings zao towards you. How do you handle that? Or how do you deal with such kind of clients? You cannot run away from girls. Sure. Because especially in this business of photography, you cannot run away from them. And you cannot choose for someone how to feel about you. Sure. Always asikufilia. Wewe mwingine akufilia. Those are things that you cannot manage. You cannot control as yourself as an individual. I think ile kitu la unafanya especially wakati mtu akona feelings zako na unaona anakuonyesha, you need to be very careful with that person. Don't hurt that person. Usimuhurt because ukimuhurt utamuumiza sana. But take it easy and try to show her that you are maybe you have somebody. That is the reason that you cannot take her. Maybe kama ungekuwa single ungemchukua, lakini the problem that amekuja amechelewa, ushafanya nini? Ushatikiwa na kitu kingine. Unamwonyesha kabisa, unamwambia si vizuri niache huyo mwingine nikuja kwako because nitakuwa nimemuumiza. So like unamwambia lakini kama ungenikuta kama sina mtu, hiyo mambo tungeongea. So huyo mtu atakuwa amechukua yenyewe, you are very mature and responsible. Na atakuchukua positively na hata atakuwa anakuja kupiga picha. Hatapotea. Lakini ukianza kumuonyesha madharau, nini, ukimwanza kumuonyesha ni kama kwa desperate. Unajua kuna kitu moja mimi anaona about like this. Ama hii issue ya relationship. Somebody who really likes you and loves you might, in one way or another, he or she might look so cheap kwako. But that person is very expensive to other people. True. Because kuna watu wengine wanamtaka na hawataki. So kwao anaonekana mtu wa madingo nini. Lakini because wewe unamtaka anakaa ni kama kwa desperate kwako. Sure. So you don't take things that way. So you need to embrace that person. Embrace positively. Umuonyesha that she is very right. Maybe to have feeling for you. But the problem is that she is late. Kuna mtu mwingine ambaye anachukua nafasi hiyo. And to be a very good human, that ufai kuhurt mtu huyo mwingine umchukue, kuna mtu atakuwa umehurt pale. So huyo mtu pia yeye ataona, atachukua positively. Na at least utakuwa na